Unajua nini mwanangu? Yaani nimeuza simu ili ninunue chaja. Yaani mangu mimi sijui akili zangu zipoje. Nimeuza simu ili ninunue chaja. Sasa hizi nina chaja tu, simu sina. Ukimtaka bangi hapo unywe na maji. Ndio akili zako zinakuwa hivi. Hamna bro, maisha yashakuwa magumu. Yaani nimeuza simu ili ninunue chaja. Unajua simu ilikuwa inanisumbua, chaja haina, konga Sasa bora mimi mwanangu hapa. Ni shilingi 2000 huko kwenye account mwanangu. Nikasema labda nipambanie msosi tule nikaona rusha kindege hapo. Sio hadi nimekaa nimetulia. Na rusha kindege hapa mwanangu kidogo tupata hata shilingi 5000 tukapate kwenda kula mwanangu. Mundi mwanangu hichi kindege kimenikula. Unasema anaendesha hiyo ndege sisi sio rubani mwanangu nikija kumkuta ile kindege. Sometimes mwanangu kinapita zero tu pio kinaenda. Sema hivi unajua maisha ni magumu. Hivi ni kweli Baresa alianza na kushona viatu? Hivyo unaamini? Katika vitu ambavyo hata siviamini wewe upumbavu huo. Wewe upumbavu. Eti mtu anauza karanga eti ndio akawa tajiri. Eti unauza karanga mpaka unakuwa bilionea. Sema nini brother? Mimi kuna wazo. Zuri lakini wazo. Mimi nina wazo. Unajua sisi hapa ni matajiri. Sema sisi tu tumeamua tu kuja kupanga tu hapa geto. Ila sisi ni matajiri. Sisi tuna mali za ulisi. Kama yani usijisaulishe kabisa. Blaza anatuendesha. Haiwezekani kila siku anagoma kuuza. Kwa nini agome kuuza? Kwani ni za kwake? Kaka hawezi akatuendesha sisi. Unaona zile mali za kwetu wote. Hapo cha kufanya tunamwambia tunauza ile nyumba milioni 30. Alafu hiyo milioni 30 tunagawana. Unaona mimi milioni 10 wewe 10 na yeye 10 tupo watatu. Leo ndo unaongea kitu cha msingi. Yaani katika vitu vyote leo ndo unaongea point mdogo wangu. Yule blaza pale tukimwacha yule pale kwenye ile nyumba mdogo wangu. Tunamzeesha, atazeekea pale pale. Na watoto wanazaliwa wote pale pale. Na mwisho wa siku wale watoto wake watakuja kusema nyumba yake ile wanalisi. Ndio. Umeona? Yaani wazo lilotoa kusema tena tukauze. Tuanzetu mwanangu tukauze. Apate milioni 10 cha kwake, cha kwangu, cha kwako. Si angalia tunavyoteseka magetoni hapa yanakula bata kwa mdogo wangu ndo nini? Kaka, sisi wadogo zako kuna kitu tumekuita hapa ili tukushirikishe. Na kitu chenyewe ni kwamba tumejadiliana tukaona kwamba hii nyumba hii tuiuze. Unaona? Ili kila mtu afe na chake. Au unasemaje ndugu yangu? Sahihi kabisa blaza. Kwa sababu mimi nimekaa nimefikiria toka mzee amefariki. Wewe ndevu zimekuota upo hapa. Mdogo wako pia ndevu zimeniota hapa. Unataka na mdogo wetu naye ndevu zimoto ipo hapa? Utajenga lini nyumba yako binafsi? Iandike jina lako wewe. Lini utajenga? Haya mimi mdogo wako nitajenga lini? Na mdogo wetu hapa atakuja kujenga lini? Kwa sababu yeye anatuangalia sisi wa juu. Sijui nielewa blaza. Kwa hiyo hapo tumeshatafuta lahari aje hapa apasue. Hii nyumba inauzwa milioni 30. Milioni 10 yako unakufa nayo, milioni 10 yako unakufa nayo, milioni 10 yake mdogo wetu naye anakufa nayo. Okay. Wadogo zangu, swala ambalo umenileta nimelisikia kwa makini. Lakini kabla ya kuanza kujadili ili wazo la kuuza nyumba, ningependa sana kujua kuwakumbusha kuwarudisha kidogo nyuma. Kiwanja tulichouza pale chini tukagawana wote milioni 8 zile. Wewe ukapata milioni 8 na wewe ukapata milioni 8. Mpaka saa hizi zile hela mnaenda kufanyia nini? Hamna hicho kienda kufanya. Tumekuja. Saa hizi mnakuja na wazo la kuuza hii nyumba. Kwamba tuuze, mmepata su mteja huko milioni 30, tuuze tugawanye kila mtu milioni 10, kila mtu afe na chake. Nacho hizo hela sijui mtaenda kuzifanyia nini. Kwa sababu zile hela zinapita. Sasa, mimi kama kaka yenu, wazo langu na msimamo wangu natembea kwa marehemu baba yetu kwamba nyumba hii haiuzwi, sume ni leo, wala haitoki kuanzia sasa ila wakati huu. Hayo mawazo yenu yafe. Kaka yetu nimeshasema. Unajua nini kaka? Wewe unazingua. Wewe kila kitu unajifanya wewe ndio mwenye maamuzi. Unasikia mwanangu? Tuondoke sisi tutajua wenyewe tunafanya nini. Ila hii nyumba lazima itauzwa.
Mimi binafsi nikifa maskini, mchawi wangu huyu. Nikifa maskini mimi mchawi wangu wewe. Nakwambia blaza. Hii nyumba haitakuja kuuzwa. Shida ninyi madogo mmeendekeza starehe na hamjui kesho yenu nitakuja kuwa kitu gani. Nataka niwatengenezee misingi hiyo imara. Lakini cha ajabu nakuja na mawazo ya kuuza nyumba sasa hivi. Tofali hajaweka hivi. Ayumba tunachokwambia. Tunafanya ujinga na tongoza dada kama mnaanza kuuza nyumba ya kuuma nyumba. Tofali huko ndani yule akija kujenga nyumba yake atatoka atapata shida yule. Mwanangu anazingua kinoma. Mzee tuna vipi hapa mwanangu? Unajua tulikotoka huko? Huyu mzee vipi mwanangu? Unajua uchawi upo. Wazi. Wewe mzee hapo unafanya nini ndugu yangu? Ndugu yangu nachoka. Anajua tulikotoka huko. Unajua tulikotoka huko sisi vichoni humu na nini? Unaelewa? Mimi nilichokifuata ni kodi yangu tu. Sina maneno mengine na maana mpaka sasa hivi ni wiki ya pili hii, sijaona message, sijaona chochote, hamjanipigia na kila nikifika nakuta mmefunga. Kwa hiyo nilichokifuata leo nahitaji kodi yangu. Kumbe shida ni kodi, hela ya kodi. Unasikia? Jifunze kujitegemea. Mwambie. Sio kila mwisho wa mwezi wewe unakuja tu hapa, nataka kodi yangu. Sisi wenyewe wanadamu. Wewe sisi hela hatuna. Sisi hatuna hela. Mnadharau. Sasa hivi nijifunze kujitegemea nyumba ya kwangu mimi, mnaniletea dharau au sio? Nakwambiaje? Hivi vitu ndani hamtaweza kuvikuta. Mtavikuta viko nje. Na naenda kwa mjumbe sasa hivi. Hivi vitu vyenu ndani viko nje. Niletee dharau mimi nyumba ya kwangu mimi. Yaani wewe utoa vitu vyetu sisi nje. Ndio. Toa nyumba yako kwenye vitu vyetu. Ndio. Toa nyumba yako kwenye vitu vyetu. Vitu vyetu tuachie nyumba yako toa. Kwanza tupishe. Tupishe kwanza hapo tuingie. Wewe vipi nenda kwa nyumba yako tupishe. Hatuna hela. Meta dharau au sio? Meta dharau au sio? Ndio. Una vipi huyu? Anadai kodi mwanangu kila mwisho wa mwezi. Kodi. Mtu anaishi kwa kututegemea sisi ndugu yangu. Ajifunze kujitegemea. Kutegemea maisha mimi hivi yani Maisha haiwezekani. mtu anatoka tu hata umetoka huko na maadhara hujui mtu umetoka kugombana nini huko unafika tu kodi. Sasa unaikosa. Ndio kaita wajumbe zake hao hapo ndo watujue sisi nani sasa. Kabisa. Kaita mwenyekiti sijui mjumbe sijui nani huyo. Watatujua. Najua tulikotoka huko tumekutana na nini anafika tu hapa anaanza kodi. Aende sasa akawaleta wajumbe zake hao huko aje na mwenyekiti sijui mbunge sijui nani aone. Kila kitu kina note ndugu yangu anafika hapa mtu anaanza kutoa tu ghafla aleta mtonye ghafla sasa hivi ndio tunazipata wapi. Zamida vipi? Salama kabisa. Afu unajua ule mzigo tulikuwa tumeagiza juzi. Tayari kabisa ni simenti zimeshafika zile 100. Kwa hiyo kilichobaki tu hapa hivi ni issue za kwanza kupiga biashara kwa sababu mzigo tayari upo ndani na kila kitu tayari. Ndio boss. Wadi. Baadaye boss. Karibu. Kama. Jose vipi? Shwari, mambo yaendaje? Siku nyingi bwana. Uzima huko. Safi kabisa. Wewe unaonekana ndugu yangu. Wewe umepotea. Yaani hapo ofisini kila siku. Umeelimika ndugu yangu. Safi kabisa. Mambo mengine yaendaje? Safi. Familia vipi? Familia ndugu yangu inaendelea vizuri japo kuna changamoto fulani ndugu yangu. Kubwa kwa unapokuwa naomba ndugu yangu kama kuna ushauri wote tu nifanyeje yani unakwenda. Unajua nini? Sikiza ndugu yangu nikwambie kitu kimoja. Unajua ile nyumba mlioachiwa ile yaani yale mashamba mnaweza mkao ameuza tu. Lakini ile nyumba iliyoko pale kwanza ni ya miaka mingi sana.
Halafu kingine, ile nyumba ile ni ya familia. Halafu kitu kingine, ile nyumba iliyobaki pale hivi, yani ndio utambulisho wenu kwa sasa hivi uliobakia. Yani kuipoteza ile tena ni sasa kama na kuharibu na ni utambulisho wenu. Ndio. Sasa mimi ndugu yangu, mimi nachokushauri ni kitu kimoja. Yani wale wadogo zako weka nao vizuri, muongee kwamba bana sasa hivi uwape 1 2 3. Yani ueleweshe kwamba bana hii nyumba tuliochua hapa na mzee kwanza ni kama utambulisho wetu, lakini pia inasignifica kwamba hapa ndo familia yetu ilipokuwa inakaa. Yaani ndugu yangu, yaani maneno hayo yanasema yote nimewaambia. Na mpaka jana ile ilikuwa majuzi wiki iliyopita zile walikuja wote pale nyumbani. Ndio wanakuja na hilo wazo la kuuza nini? Nyumba. Nimewaambia mwanzo mpaka mwisho, lakini vile vitu havielewi. Umenielewa? Mimi ndio niliachia zile mahali. Ndio. Na mimi ndio niliambiwa kwamba nilisimamie. Ingawa na wenyewe wanafanyaje? Wanaipa kwenye zile mahali. Lakini kwa hivyo ulivyonishauri ndugu yangu, mimi nitafanyia kazi. Yaani zile mahali nitahakikisha, kwa sababu kama viwanja tumeshauza mpaka sasa hivi. Kwa ile nyumba nitahakikisha iuzwe. Kwa kama kakao mkubwa, kwa sababu mimi ndio mwenye sauti ya mwisho sasa hizi. Baba yake ameshatuacha. Na hata leo kitokea anafuka leo, mimi ndio mtu wa kuojiwa. Umeona ndugu yangu? Itakuwa changamoto sana ndugu. Yaani sheria ndio inatakiwa ifuate mkondo wake. Nilikuwa napita hapa nikasema kusalimia kidogo. Unipe na kaushauri, maana kichwa changu kijagaa vizuri kabisa. Yaani toka majuzi yale sijaa vizuri kabisa. Lakini mimi nataka niwahi kidogo kwenye majukumu kule. Hamna shida ndugu yangu. Wewe kwenda siku nyingine. Nikaangalia kidogo mambo mengine kwa sijua tena. Nikawa siku nitakuja kuungisha simenti hapa. Nikianza kaujenzi pale nyumbani pale. Maana nikipata kajiko pale mambo yatakuwa hicho ndugu yangu. Mambo yatakuwa vizuri. Hamna shida mimi. Haya kwa ndugu yangu, sisi tukuwepo. Haya, hamna shida. Haya. Sababu uko ndani vipi? Mimi nimekuja kuuliza, wewe una date au date? Unasikia? Mimi sitaki mambo pole. Yapi unataka kuniambia una date au udate? Kama udate basi. Sasa yani unalazimisha mimi unafikiri mimi nitakubali kweli? Yaani kama lazima vile. Sasa kila siku uanze kubambeleza wewe, nitakupa jibu lako. Mimi nimekuja kuuliza, wewe una date au date? Kama udate basi. Kwa nini unalazimisha? Sikiliza Jimo, sio kama mimi sikupenda. Nakupenda wewe una force. Yaani kama tu hivi unaniforce. Je, tukiingia kwenye mahusiano kabisa. Wewe unaniboa bana. Nasikia sasa basi twende kwenye upole basi. Mimi yani basi si mkali tena basi. Mimi nataka tudate. Kwa hiyo ndio hivyo yani. Mimi nimekuelewa. Mimi nataka tudate. Hata mwenyewe nimekuelewa hivyo hivyo. Hata sikiliza, habari za kuja nyumbani kwetu sitaki. Tutaongea siku nyingine. Sasa naomba niwahi nyumbani. Basi poa, haina basi. Vipi mwana? Ndio unataka utoke? Mdogo wangu, shida yako mdogo wangu unakaa sana. Umeelewa? Haufikiri kuhusu milioni 30. Unaelewa? Mzigo huu hapa kakako, nimekutangulia kunyonya, nimekutangulia tena kwenda kutafuta dawa namna gani ya kupata milioni 30. Dawa? Hiyo dawa yani dawa tu. Mzigo huu hapa hapo mdogo wangu, mzigo huu hapa sasa angalia huko sidi kabisa huo mzigo. Sijui unanielewa? Huyu mganga shida ni ndogo tu, kaniambia ukifika pale ichimbie fikia mlangoni, shughuli imeisha. Kakako akiruka pale haji kupinga tena swala la kuuza ile nyumba. Kwa idani ya kweli? Nakwambiaje, ikifika saa 1 giza likiingia tu tuondoke tukafanye kazi, matokeo kesho. Inabidi tuchimbie usiku saa 1. Sina mbambamba, sina maneno mengi, tufanye vitendo. Basi fresh shika kwanza. Nakuelekezeje? Dogo, mbona sasa kama una mawazo mengi sana mdogo wangu? Shida nini? Yaani blaza hapa mimi nilikuwa nawaza hapa. Yaani lile jiwe
la Daudi aliyompiga Goliati. Nawaza angemkosa, sijui ingekuwaje bwana. Unataka ushindi. Hata sikiliza. Dogo mimi natoka mara moja. Sawa. Leo naenda huko. Ili kama nilivyokuwa nimekwambia jana usiku. Kwamba ndio leo nikapata chochote kitu ndani tu. Leo mwenyewe unaona mazingira kama wewe mwenyewe anatudai hela au sio? Sasa mimi naondoka. Saa moja ikifika kama kawaida mdogo wangu. Ule mzigo nilikuwa nimekuelekeza ndio ukaufikie pale. Nilichokuwa nakiwaza kuosha mzigo vipi? Uende ukaufikie mzigo pale. Saa moja kamili ikifika. Chimbia vizuri pale kafikie. Ukikosea mashini tukufikie mzigo mdogo wangu. Maana umepoteza hela zako. Video 30 tuzipate. Basi fresh man. Fanya hivyo mdogo wangu sawa. Mimi ndio tutawasiliana kama kuna shida yoyote. Poa. Blaza, vipi mbona leo? Mbona ongei? Shalom shalom. Blaza, huyu mguu ni wako. Wewe unatoka unaenda wapi? Ndugu zangu tumekuja kuongea na wewe. Kwani nyinyi kina nani nyinyi? Ni ndugu zangu wapi? Mimi bwana sikumbuka kama na ndugu zangu kama nyinyi. Sisi ni wakina nani? Hatunyui. Dawa imefanya kazi. Oya, kuna waganga wanajua. Nini kwa mfano hapa? Kuna waganga jamani wanatoa dawa. Sikia huyu. Sikia wewe ni mfanyakazi wetu. Kwa hiyo tupishe. Na wewe tena wewe bwana. Toka wewe vipi? Una vipi? Wewe huko wanakuita wenye nyumba. Sisi ndio wenye nyumba. Sisi ndio wenye nyumba. Wenye nyumba wapi nyinyi mnaingia kufanya nyumba ndani? Wewe umetoka huko wewe umetoka kwa Alizana. Mimi sijui na natambua mimi naingia kama na. Wewe nenda bwana. Sisi wenyewe sikujui. Tumekufukuza kazi kwanza leo. Wewe ulikuwa mimi. Bilioni 30. Mchongo jamani wewe mwenyewe ile. Mchongo nimewapa kwamba ila tu. Halo. Maniogo. Vipi? Fresh kama kaa. Mbona mmependeza madogo janja blaza zenu tunazunguka hatuna michongo. Mnafanya kazi wapi sasa? Sisi nasikia kwa nimekumbuka. Nani anaitwa Jimo hapa? Jimo. Madogo anaitwa Jimo anamsumbua sana sisi. Dogo, wapea milioni. Sisi Jimo hatumfahamu. Kweli hamjui wadogo zangu. Wewe umesikia sasa sikia. Kama lakini mnamfahamu. Kabisa. Ukimwona mtu anaitwa Jimo mwambie atauponza wanaume wake kizembe sana. Atauponza wanaume wake. Umesikia? Hivyo tu wanangu umesikia? Mdogo wetu ule tumeelewa. Inabidi aso. Baridi ndugu yangu. Sikia Sablo mwanangu, sio unacheza game, mpigie tajiri. Mpigie tajiri au wewe hiyo hela una usilezi nayo. Kuna na hela au anazungumzia hapo. Mwisho jana nimeongea ngoja nimpigie hapa.
Unasikia nini kabisa tayari. Amepokea. Tajiri! Boss, inakuaje bwana? Bwana vipi na wewe mbona simu naona napiga upokee nikasema tajiri kaingia mitini ni nini? Yaani nyumba tayari mjomba, wewe uje na hela, uje unapokuja kuiona uje na hela kabisa wewe milioni 30. Yapo nyumba zetu hela hapo. Niko na ndugu yangu hapa tunakusubiri maana yake sasa. Unakuja muda gani? Fanya hivyo kwa sababu sasa tuna shida na hiyo hela. Poa wakiwayo. Safi. Tumetembea toka kule, hatufiki, si ni wapi? Nyumba wenyewe ukiiona hiyo bosi, nyumba ukiiona niko simama. Unaweza kuongeza milioni 2 mwenyewe. Ngoja kwanza. Yaani unaongeza milioni 2. Mbona mnaongea hapo Tushafika bosi, tushafika. Twendeni. Tushafika. Tushafika. Mambo yanaenda. Sema mbona muonekano pale? Fresh kabisa. Madogo, mbona si waelewi? Wewe kuwa na amani, kuwa na amani. Yaani Sisi tuachana achana na huyu, ausiki. Huyu nani kwa usiki? Achana na huyu, Si ndio bwana? Mbona si waelewi? Tumesimama tu hapa hatufiki. Huyu nani bwana? Yaani hapo moja kwa moja nyumba nimekwambia haiuzwi. Nishawapia toka juzi. Toka majuzi wiki iliyopita nawaambia nyumba haiuzwi. Umenielewa? Ningecha. Usimsikilize. Nyumba haiuzwi. Usimsikilize. Nyumba haiuzwi kivipi wewe? Alafu nyewe mshaniambia kwamba nyumba yenu haina migogoro. Nimekwambia hivi wewe, nyumba haiuzwi. Ondoka zako. Kama hivyo bwana. Ondoka zako, unataka nyumba haiuzwi. Nini? Umenielewa? Kama nyumba ina migogoro, basi nimalize kwanza. Usimsikilize huyu wewe umesikia? Unielewi, wewe unielewi. Kama mambo ndo haya. Yaani mambo kama ndo haya, malize kwanza afu ndo mtanipata. Umeona blaza mwanangu? unasikia mpeni? Unasikia? Bana mimi sitaki tena. Oh, na wewe naye vipi? Uchizi wako unaleta hapa. Blaza unachotaka ni nini sema dogo sawa? Unachotaka ni nini wewe kile kitu kimoja? Pale jana nikawa nimejitia kama nipo chizi pale, mimi sikuwa chizi, si umenielewa? Mimi najua kila kitu. Umenielewa? Yaani kutoka A mpaka F mimi najua. Juzi pale nimeenda tu kutafuta madawa huko, mmeniwekea pale. Mimi niliona wakati mnaweka zile dawa. Na mkajua akili yangu itakuwa labda itakuwa sina akili baada ya jibu. Umenielewa? Nimegundua hicho kitu toka siku ile. Kwa nimeshasema hapa nyumba hiyo. Umenielewa? Na kama kuna kuwa na shida yote, mimi ndo kaka yenu, mtoa tamko la mwisho. Baba yenu alituachia nyumba yote hii. Alituachia gari hili hapa, kuna magari mengine yako ndani huko. Hayauzwi wala cha nini, mimi nimeshasema. Kama mna shida ya pesa, mniambie. Ile biashara kusema kuuza nyumba, hiyo haipo mpaka sasa hivi. Na naomba tukubaliane wazo ni hili moja, nyumba haiuzwi. Basi kwanza samahani kwanza blaza kwa tulichokufanyia. Lakini sio mimi, huyu jamaa ndo alienda kwa mganga. Yeye ndo aliniletea dawa mimi. Unanuka mwanangu. Unasikia blaza, wewe umeniachia miziwa. Umenielewa? Mimi sasa nitaanzaje kufanya pumbavu kama huo wakati wewe ulinipendelea, ukaniachia ziwa mimi nikanyonya. Mimi. Huyu nimemwachia ziwa mimi leo wewe unaniruka. Nani alienda kwa mganga? Wewe ndio umeniletea ile dawa ukasema tuje tuchimbie. Huyu ndo yeye ndo kaniambia tuje hapa. Sikiliza. Yaani hapa nimeshagundua. Yaani nyinyi wote mko kwenye mchakato mmoja, ila sasa hivi nimeshageukana. Sio umenielewa? Kwa hiyo sasa hivi tunaomba tusameane, kama tulikoseana tunasameana. Sio umenielewa? Za moyoni. Tunaomba tusameane. Sio umenielewa? Ndio maana ukawa kaka. Sio umenielewa? Maana ulikuwa kaka. Na wewe dogo, hata wewe mdogo msumbufu sana, lakini leo tufanyaje? Tumeishi. Alafu wanawake mpunguze nyinyi. Sawa. Mpunguze wanawake. Najua ndio kile miamko nao wapatia nyinyi vijana nyinyi. Huyu sawa. Mpunguze. Wote hizi wote damu moja, sawa? Sawa. Pamoja kabisa.